Hadithi inaanza na Anna, ambaye ni mtafiti wa AI, pia ni mjane au single mother, akiwa anaamka katika apartment ya ghorofa 30 akiwa na mwanae anaitwa Jain, ambaye alitengenezwa maabara kwa mfumo wa Android katika muundo wa 3D na kupewa code name au jina la msimbo kama Newman 77, likimaanisha kuwa Jain sio mtoto wa kibiolojia. Anna anamuuliza mwanae, "Kwa nini umeamka mapema sana?" Anamjibu na kumwambia, "Nilikuwa nafanya mazoezi ya kuogelea." Baada ya muda kidogo, anaanza kumsumbua mama yake na kumwambia kwamba, "Mama, twende nje tukaogelee pamoja. Nje kuna swimming pool." Huku Anna akionekana kuwa na uchovu na kuendelea kupumzika. Muda kidogo anapokea simu kutoka kwa mama yake ambaye anaitwa Park Min Yoon, ambao alionekana kutokuwa na mawasiliano mazuri. Lakini punde anapokata simu, anaanza kusikia sauti ya muungurumo wa maji. Anamgeukia mwanae, anamuuliza kama aliacha wazi bomba la maji bafuni, lakini mwanae anamjibu, "Hapana, sijaenda bafuni." Baada ya muda kidogo, anaona maji yanaanza kuingia ndani na yameanza kupanda dirishani katika ghorofa ya 3 aliyokuwa anakaa au 3rd floor. Baada ya muda kidogo tena, anapokea simu kutoka kwa maafisa wa Umoja wa Mataifa wa UN. Wanaompa taarifa kwa yeye ni mtu muhimu sana au key person, anapaswa kuokolewa na kwamba mawakala wako njiani kuja kumchukua yeye pamoja na Jain kwa helikopta kutoka juu ya paa la jengo. Wanaanza kujiandaa kwa ajili ya kuokolewa. Anatoka nje, anaona maji yamejaa na watu wanahangaika kujiokoa. Wakati anageuka, anaona tsunami au wimbi kubwa la maji linakuja upande wake na kumkumba yeye pamoja na mwanae. Mafuriko haya yanasababishwa na asteroid au kwa lugha nyepesi naweza nikasema kimondo, ambacho kinagonga bara la Antarctica, ambalo kwa 98% linafunikwa na Antarctic ice sheet au kava la barafu ambalo linayeyuka na kusababisha kuongezeka kwa kiwango cha maji cha bahari au sea level kwa sehemu kubwa ya dunia. Pia inasababisha kuzama maeneo mengi ya pwani na kupelekea tukio la kuangamia kwa wanadamu. Mara baada ya kufunikwa na wimbi la maji, anapata flashback au kumbukumbu za nyuma wakati mumewe alikumbana na ajali ya gari. Anna anajaribu kujiokoa pamoja na Jain na mumewe kabla hajafa, lakini viungo vya chini vya mumewe vinakandamizwa na uzito wa gari na kufanya iwe ngumu kujiokoa. Baada ya mumewe kujua kuwa kifo kinamkaribia, anajaribu kumwambia Anna ajiokoe yeye pamoja na mwanae. Wanakumbatiana kwa huzuni, kisha Anna anajiokoa yeye pamoja na Jain. Anna anakuja kuokolewa kutoka kwenye tsunami na wakala ambaye anaitwa Hijo, na wakati wanaelekea kwenye paa la jengo kusubiria helikopta, anaanza kumwelezea na kumwambia kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukijua kwa miaka mingi kuhusiana na tukio hili, ambayo ni athari ya asteroid katika nchi ya kusini au South Pole, ambapo ilisababisha mafuriko makubwa duniani na kuondoa wanadamu. Na badala ya kutangaza tukio hilo kwa watu na kuwapa hofu, serikali mbalimbali za ulimwengu ziliandaa juhudi za asili za kuishi, ikijumuisha kituo cha anga au space station na utafiti wa kuunda miili ya binadamu na ufahamu au consciousness, au kwa kifupi niseme new humankind au ni aina mpya ya wanadamu. Space station au kituo cha anga ni chombo cha anga ambacho kina uwezo wa kukaa katika orbit na kuweka watu au kuwa host kwa muda mrefu. Kwa hiyo space orbit ni satellite bandia yenye vifaa vya makazi. Jamaa anakuja kufichua zaidi na kusema hata mwajiri wake au bosi wake na Anna anahusika katika mradi huo. Anna pia alikuwa sehemu ya mradi wa asili wa kuokoa urithi wa binadamu kabla dunia haijaangamia. Alipewa jukumu la kukamilisha emotion engine au engine ya kihisia kwa ajili ya binadamu wa kutengenezwa ambaye ni Jain. Anna alimlea Jain kwa kipindi cha miaka 6 ili kuona kama binadamu wa kutengenezwa ana uwezo wa kukuza hisia za kweli kama binadamu wa kawaida kupitia uhusiano wa mama na mwana au mother to son bond. Wakati wanaendelea kwenda, inatokea tsunami nyingine na mlipuko wa moto ambao ulitokana na mtetemo wa asteroid au kimondo kilichodondoka kwa sababu ya mawimbi makubwa ya maji au tsunami, na mtikisiko mkubwa iliyopelekea kuvuja kwa gesi na hitilafu za nyaya ya umeme au short circuits ambazo ziliwasha moto mkubwa katika baadhi ya ghorofa. Wakati wanaendelea kujiokoa, tsunami nyingine inakuja. Wakati wanajiokoa na moto, Anna anafanikiwa kumkabidhi agent mwanae, lakini yeye anadondokea kwenye maji ambapo inasababisha Anna na Jain kutengana, na anaogelea kurudi ndani ya jengo ambalo linaendelea kujaa maji. Anapozidi kusogea, anasikia sauti ya msichana aliyekwama kwenye lift akiomba msaada wa kufunguliwa. Kisha Anna anajaribu kumsogelea na kumwambia, "Nitarudi kukusaidia." Anaondoka na kwenda kutafuta kifaa cha kumsaidia kufungua mlango, lakini akiwa njiani anaona jamaa wawili ambao wanatoka kwenye apartment yao. Wakati anarudi kumfungulia, maji yanazidi kujaa, na anapojaribu kufungua anashindwa na maji yanazidi kujaa na kupelekea msichana kufariki. Maji yanaendelea kujaa, naye anaelekea upande wa juu ambapo anamkuta agent pamoja na mwanae, lakini mwanae anakuwa ameshikwa na degedege kwa kuwa alikuwa ni mtoto mwenye afya dhaifu na asiyekuwa na uwezo wa kujisaidia yeye mwenyewe kutokana na mwili wake wa bandia. Anafanya namna ya kumsaidia kwa kumpa kinywaji chenye rangi ya maji ya chungwa na kumtuliza. Wanaendelea kukimbia kuelekea kwenye paa la ghorofa, lakini kabla hawajafika, njiani wanamkuta mama mjamzito ambaye anakaribia kujifungua. Anna anapata wazo la kumsaidia, lakini agent anamsisitiza na kumwambia waondoke. Na yeye pia anawaza na kugundua kwamba chance ya kujiokoa yeye mwenyewe itapungua, lakini pia wanapoelekea rasilimali ni chache, na hivyo anaamua kujiokoa yeye pamoja na mwanae. Wanapozidi kupanda upande wa juu, wanakutana na kikosi cha SWAT
au special weapons and tactics, ambao hupelekwa kwenye high risk situation au hali zenye hatari kubwa zaidi. Kikosi cha SWAT kinamkamata Jaini, ambapo kamanda wa SWAT naye anaonyesha kwamba hawakuwa na nia ya kumwokoa Jaini kama mtoto, bali walitaka kumtumia kama kifaa cha teknolojia. Baadaye wanamtoa ubongo wake wa kidigitali au storage disk ambao ulikuwa una siri ya mradi wa emotion engine au engine ya kihisia. Akaendelea kufichua na kusema kwamba Jaini alitengenezwa ili kuboresha maendeleo ya ufahamu wa kutengenezwa au synthetic cognition. Anakazia na kuendelea kusema kwamba ni Ana tu na storage disk ndivyo vitavyookolewa, wengine wote wataachwa, ambapo hii Joe pia akauawa hapo hapo. Ana anamwaga Jaini kabla ya kwenda kupanda ndege. Anaenda kupanda ndege, na wakati wanaondoka na kumsafirisha kuelekea kwenye rocket inayokwenda kwenye kituo kilichopo angani, baki ya asteroid au debris yanagonga chombo hicho na kupelekea watu wote kuuawa na Ana kuwa mahututi. Kabla hajafa, alikubali kwa hiari yake kwamba watafiti wa kituo cha Darwin Center kutoa kumbukumbu zake na ufahamu wake kwa kutumia teknolojia ya juu ya neural mapping na kuihamishia akili yake kwenye mfumo wa kompyuta. Na hapo ndipo inakuja kuonekana sehemu ya pili ya hadithi, ambayo ni ndani ya simulation au ulimwengu wa kufikirika ambao Ana amekwama, ambamo kiumbe wa AI anawekwa. Sauti ya jamaa ambaye anaitwa Lee Wisu, ambaye ni mkurugenzi wa kituo cha utafiti cha Isabel Lab kilichopo angani, inasikika kama ujumbe wa redio au simu, ambao haukuwa ujumbe wa kawaida wa simu, bali ni sehemu ya mfumo wa kompyuta ulioundwa na watafiti. Ujumbe huo unatumika kumpa Ana maelekezo ya nini cha kufanya na kuyarudia maisha yake, kama vile kupanda juu ya paa la jengo na kurudi maisha ya nyuma kama majaribio mpaka afanikiwe mradi wa emotion engine. Ana anajibu namna ambavyo ataweza kukamilisha mpango huo. Anawaambia kwamba atatengeneza mama pamoja na mwanae, ambapo mama atapaswa kumwokoa mwanae na akifeli ataanza upya mara nyingi zisizohesabika mpaka atapofaulu, ambayo ilikuwa inamaanisha kwamba Ana wa saizi ni kiumbe wa AI ambaye anapewa majaribio mengi ya kujirudia kumwokoa mwanae ili kujiboresha. Na hapo ndipo maisha ya ulimwengu wa simulation yanaanza kama majaribio. Inaanza wakati Ana anajiona tena akiamka kwenye nyumba yake mwanzoni wa mafuriko, huku akiwa anafanya maboresho na kupitia mizunguko mingi, ambapo kila awamu aliyokuwa na feli, system ilikuwa inajianzisha upya au kujireset, na idadi au mizunguko aliyoirudia ilikuwa inaonekana katika t-shirt yake. Alifanya mabadiliko kama kutoka kuwa mtu mwenye mantiki au logic na kuwa mtu mwenye huruma au empathy, ambapo kwa mara ya kwanza ilionekana akijali kukumbuka dawa za mwanae kabla hajaondoka, ambalo lilikuwa jaribio la mzunguko wa 491. Baadaye wanatenganishwa tena na tsunami ya tatu. Anahangaika kumtafuta Jaini, lakini anafeli anapofariki anapogongwa na gari linaloelea. System inakuja kujireset automatic, ambapo inakuja kuonesha jaribio la 787 anapoamshwa na agent akimpa maelezo yale yale ya mwanzo katika ulimwengu halisi. Anaendelea kumtafuta mwanae, ambapo anafeli na kufariki kwa ajali ya moto, ambapo inaonesha ni mzunguko wa 1931 kwenye shati yake, akielekea kwenye jengo ambapo anapata jaribio lingine la kumwokoa msichana aliyekwama kwenye lift ambaye anaitwa Jisoo. Anafaulu kumwokoa kwa kutumia mopa kufungua mlango, na hiyo inakuja kuonesha maboresho ya kiumbe huyo kwa kuwa na hisia za kujali watu wengine. Baadaye Jisoo anakuja kumwelezea na kumwambia kwamba kuna wezi ameona wamemwiba mwanae, lakini hana uhakika kwa sababu hamjui. Kisha Jisoo anaenda kukaa na babu na bibi yake, lakini yeye anakutana na wezi. Anapambana nao mpaka agent anapokuja kumsaidia, na hiyo inaonesha maboresho ya kiumbe huyo katika uwezo wa kupambana, kwani mwanzoni alikuwa ni mwanasayansi tu. Pia katika reset round au mzunguko wa 7993 anamsaidia mwanamke aliyekuwa anataka kujifungua na kuonesha hisia kama ilivyokuwa lengo la kumtengeneza kiumbe huyo ambaye ni AI model mwenye hisia. Baada ya kuwasaidia, wakati anaondoka anaona maelfu ya picha ambazo zilisambazwa na mwanae. Kila mmoja ilikuwa ikionyesha toleo tofauti tofauti za nyakati tofauti au zile reset round, ambapo ikaja kusikia mwanae akisema kwamba kwani kwa muda gani nitabaki kuwa na miaka 6? Kwa kuwa inakadiriwa alikaa katika simulation kwa muda wa miaka 60 kwa jumla ya mizunguko 21499 ambayo ilikuwa ikijirudia na kurekebisha mapungufu ya kiumbe huyo. Baadaye naye anakuja kugundua kwamba matukio haya yamefanyika mara kwa mara kwa kujirudia. Anapojua kuwa muda unajirudia, anaamua kumtaarifu agent Hiju ili asije akauawa tena na SWAT, ambapo pia lilionekana boresho lingine la kiumbe huyo la utabiri au precognition au subconscious kwa kupitia hali ya deja vu. Pia anakuja kupata uwezo wa kutabiri kwamba ni wapi maji yataanza kuingilia, ni wapi patapasuka, na pia ni wapi dawa za Jaini zimefichwa na ni lini timu ya SWAT itawasili. Boresho lingine ambalo lilionyesha ni ujuzi wa kupigana pamoja na kuishi, ambapo ilionekana pale anapotumia silaha na anapopambana na majambazi. Pia jinsi ya kupita kwenye vikwazo kwa ustadi mkubwa kwa sababu amefanya hivyo mara kwa mara au alifanya hivyo mara nyingi. Baada ya kuvuka vikwazo vyote, anafikia hapa na kukutana na Jaini, lakini kabla hawajakimbia, tsunami ya mwisho inawashambulia. Anakuja kukumbuka kwamba alimwambia Jaini ajifiche kwenye kikabati na amsubiri hapo. Tofauti na mizunguko mingine, kwa saizi hawajisumbui kukimbia tena au kukwepa SWAT,
pamoja na helikopta. Tsunami kubwa na la mwisho inalifunika jengo la ghorofa 30, lakini Anna na Jaini wanakumbatiana kwa upendo wa dhati wakati maji yanawameza, ambapo ulikuwa ni wakati Anna anaonyesha hisia za juu kabisa za kibinadamu, ambayo ilikuwa ni uchungu wa kumpoteza mwanae pamoja na utayari wa kufa naye, ambapo kitendo hicho kikakamilisha emotion engine. Lakini pia simulation ikawa inaisha kwa sababu AI amejifunza uwezo wa kupenda pamoja na kujitolea. Sasa wakati zile simulation zinajirudia, kila time ya simulation zilikuwa zinakusanya data za kutosha katika kituo cha anga na mradi unakamilika kwa mafanikio. Baadaye inakuja kujengwa miili ya bandia ya Anna pamoja na Jaini, ambapo ufahamu wao unakuja kusanikishwa au wanakuja kuinstall. Wanakuja kuzaliwa upya kama viumbe bandia au synthetic humans walio salama kwenye chombo cha anga, wakiwa na hisia kamili za kibinadamu na wanaruhusiwa kuendelea kuishi pamoja kama mama na mtoto.